Mungu ni ngapi? Ni umoja. Na majini wanaamini Mungu ni ngapi? Ni umoja. Hiyo sio hoja ya kuleta katika mada. Tukienda hivyo itakuwa sasa wewe hata hujui unazungumzia nini. Sasa sikiliza. Mimi nimetoa andiko ya kwamba majini wamesilimu. Lakini kwa sababu umegeuka ukaja kwa mashetani, naomba usikilize kwanza. Qur'ani yenyewe imeandikwa na vijana wanne. Saidina Abubakar, Saidina Umar, Saidina Uthmani na Saidina Ali. Vijana wanne hawa waandishi wa Qur'ani. Huyu Abubakari kwa mujibu wa Qur'ani anasemaje? Nipe Qur'ani iliyokuja na Waislamu, tafsiri ya Mayunga, ukurasa wa 49. Ukurasa wa 49. Ukurasa wa 49. Kitabu ni cha Qur'ani. Kule juu. Qur'ani inasema. Abubakar anasema hakika mimi Abubakari ninaye shetani. Hata niko na nini? Ninaye shetani. Mariza. Hunifikia mara kwa mara. Basi wakati wowote atakaponifikia ndio muniepuke. Sasa kama mwandishi wa Qur'ani yako na shetani, sasa mnatuabiaje sisi? Alafu kitu kingine nisomee hiyo Qur'ani ukurasa wa 702. Pale chini utapata hata Mtume Muhammad alikuwa na shetani. Alikuwa anatolewa alafu anarudi. Anatolewa alafu anarudi. Anatolewa alafu anarudi. Mwalimu wenu akija hapa atuambie katika mashetani ni shetani gani alikuwa ndani ya Abubakari na ni shetani gani alikuwa ndani ya mtume wenu. Soma tusikie. Inasema mtume apasuliwa na kutolewa shetani. Mtume anapasuliwa na kutolewa shetani. Katika vitabu vya hadithi na vya sira vya Kisuni. Kumbe vitabu vinavyosema ya kwamba Mtume Muhammad ametolewa shetani ni vitabu vya Kisuni, sio Shia. Vitabu vya Shia hazikubali. Kwa hivyo mashia hawakubali hiyo, lakini masuni wanakubali hiyo. Na Mtume ni masuni. Hao wote ni Suni. Shetani alikuwa ndani ya mtume akapasuliwa. Nyote mkikataa mtakuwa mmekataa ukweli. Sasa kwa sababu hawa majini walisilimu, nisaidie asili ya majini ukurasa wa 20. Inasema ni bahati mbaya. Ni bahati mbaya kwamba Adamu na Hawa ndio hawakufanya jitihada za kumwezesha shetani na wanawe kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Ni nani? Na kuwa Waislamu. Twende. Ni Mtume Muhammad tu ndiye aliyemsilimisha shetani akawa nani? Ni Muislamu. Huyu shetani aliyesilimishwa na mtume akawa Muislamu. Alafu mimi nashangaa, yani bora unachukua kitabu cha shehe alafu unatusomea sisi. Mimi nilikuwa natusomea kitabu ambaye pengine huyu siatandika tu hivyo. Sasa mimi nilikuwa nafikiria anatoa kitabu cha mwanachuoni. Mimi nataka nisome kitabu kinachokubalika katika Uislamu ili kiseme hivyo kile tunavyojadili. Nipe Bulughul Marami hadithi ya 34. Bulughul Marami. Nafikiri kurasa wa 34 hadithi ya 43 ya kwamba hata Waislamu mnapoamka asubuhi mpaka muigize maji kwa mapua. Mumewahi kujua kwa nini? Mnatawadha mapua kila asubuhi. Muislamu mmoja aseme ni uongo. Lazima mtawadhe mapua yenu mkiamka asubuhi. Ukurasa wa 43. Wamama kidogo mtulie. Mwenyekiti. Soma. Tunaomba tulinde. Abu Huraira radhiallahu anhu. Hii ni hadithi sahihi. Abu Huraira anaitwa baba wa mapaka, bigwa wa hadithi. Kwa hivyo mimi sijakusomea kitabu cha barabarani. Nimekusomea hadithi iliyo sahihi. Anasemaje? Abu Huraira radhiallahu anhu ndio amesimulia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mariza amesemaje? Mmoja wenu anapoamka kutoka usingizini, Waislamu basi mwalimu hapa ni aibu. Asoma bwana. Basi asafishe pua yake mara 3. Twende. Kwa hakika nani? Shetani analala katika tundu ya pua yake. Kumbe mapua ya Waislamu ni godoro la nani? Mattress ya shetani. Anataka kuniambia mimi shetani alale kwa pua yangu nibaki hapo? Subutu. 27:3 Ayubu. Inasemaje? Kwa kuwa uhai wangu ukali ndani yangu. Ndio. Na roho ya Mungu katika pua yangu. Kwa hivyo mapua ya Wakristo kuna roho wa Mungu. Mapua ya Waislamu
shetani analala bedroom ya shetani. Mimi nimetoa andiko katika Qur'ani 72 mstari wa 14, majini walishirimu. Naomba leo andiko lipatikane, wacha kubamanya. Toa andiko, majini walibatizwa. Toa hapa, ni kuogopa.